Mambo guys, so karibuni kwenye YouTube channel yangu. Kwa majina naitwa Mona Lisa na nyinyi mnanijua kama Mona Lisa Gio. So kama ni mtu mara yako ya kwanza kujoin YouTube channel yangu, karibu, na kama ni mtu ambaye always uko hapa, karibu pia. So leo nipo staycation, ninaenda kupiga story na nyinyi. Niliuliza watu maswali Instagram yangu kwa sababu nilikuwa nataka nipige stories kwa lugha ya Kiswahili, umeelewa? So yeah, naenda kujibu swali moja baada ya lingine ili uweze kunijua. Maana hii video naweza nikasema ni unatakiwa unijue zaidi ya. Yeah. Naenda kujibu baadhi ya maswali, so stay with me. Okay, naanza kuanza swali la kwanza. Kwanza napika chai. Kocha yangu hapa inachemka. Mtu kaniuliza, wewe ni mtoto wa ngapi? Mimi ni mtoto wa kwanza kwenye familia yetu, mimi ni mtoto wa kwanza. Yeah, kwa hiyo mimi ni dada and nina wadogo zangu wa kike na wa kiume. Wazazi wangu walinizaa kati wako wadogo sana. Kati bado wako shule. So mimi ni mtoto wa kwanza. Yeah, na hisi kuwa mtoto wa kwanza ni big responsibility, but at the same time muda wote ni kitu kizuri kuwa mtoto wa kwanza. So mtu mwingine kaniuliza kwamba swali lingine, kwa nini umejenga nyumba Tanzania kati unaishi China? So this is ni swali zuri, kwa hiyo nataka pia nijibu. Nimejenga nyumba Tanzania kati naishi China ni kwa sababu ya investment reason, ni kwa ajili ya uwekezaji. Kama msichana, kuwa na nyumba yangu mwenyewe binafsi inaniongezea thamani kwenye maisha yangu. Nakaa China lakini at the same time nina investment mbalimbali, lakini kuwa na nyumba inakusaidia kwenye mambo mengi sana ya uwekezaji. Sijui unanielewa? So yeah, na nyumba yangu iko very wanna take care and iko nice. Kwa hiyo the reason ni kwamba nilikuwa nataka unajua kuwa na kiwanja ni tofauti na kuwa na nyumba, and nilikuwa nataka niwe na mji wangu. Nikirudi nyumbani, sawa mamangu ana mji wake, babangu ana mji wake, lakini hata mimi nilikuwa natakiwa niwe na mji wangu. Nikirudi Tanzania at the same time niwe naweza kwenda kukaa nyumbani kwangu. And it's very good feeling, ni feeling nzuri sana. Siwezi kuelezea kwa sababu nilipokuja Tanzania nili experience and it was very nice guys. So that's the reason. Na pia nyumba yangu ni kama itakuwa kama vintage kwa watoto wangu. Watakuwa wanasema, "Oh jamani, nyumba ilikuwa nyumba ya mama yetu ya kwanza," kwa sababu kuna ile nyumba nimejenga tu for now. So kuna nyumba zinakuja. Kwa hiyo itakuwa kama vintage house kwenye maisha yangu, kwamba once upon time nilifanya kazi nikapata hela nikajenga nyumba. Aya, so mtu mwingine kauliza, ushawahi kununua fake designer yoyote? Oh, this is like a third question, na ni swali zuri. Let's go. Kiukweli kuhusiana na swala la kununua designer, labda nilinunua designer ambavyo nilikuwa sijaelewa kwamba hizi ni designer items, lakini kuanzia nilipoanza kuelewa kwamba hii ni Gucci, hii ni LV, hii ni Hermes, no, sijawahi. Umeelewa? Sijawahi. Kwa sababu kila mtu ana uelewa wake kuhusiana na designer stuff. Some people wanahisi kwamba wana save hela kuliko kutumia kwenye material things. Ni bora kanunua viwanja, ni bora kanunua nini. But at the same time, vitu kama hivi pia ni investment. Ila ni unatakiwa ujue sasa kitu gani kitakuwa investment nzuri kwenye maisha yako. But sio kama designer items sio investment guys. Pia ni investment. Kwa hiyo sijawahi. Miaka karibia 6 now. Sijawahi. So umeelewa? Na sio na wajaji watu ambao wamewahi. Hapana, ni mimi tu spendi. Na sababu zangu ni kwamba napenda kununua, nitumie hela yangu kununua kitu kama milioni 60 kwenye kitu baadaye ili niweze kutafuta hela zaidi. Hiyo ni kama motivation kwenye maisha yangu. Kwa kila mtu ana different perspective and ways of taking things. That's my own perspective. Umeelewa? Yeah. Ushawahi kudate star yoyote wa Bongo? No. No guys, nimekuja China mdogo sana 2019 mwishoni, so nilikuwa na miaka 19. So sijapata huo muda wa kufanya hayo mambo, but I feel like it's a good stuff kudate star. Ni nzuri kama unataka kutumia kwenye kuelevate maisha yako kwenye mambo ya biashara, kwa sababu unajua katika kila kitu unahitaji audience. So I feel like kudate mastar sio usichukulie tu kwamba na date star. I think like unatakiwa turn that fame into something. Umeelewa? Ukiwa na date star. Kwa hiyo
I think like girls who do it, watu wanaofanya, it's good. Inaweza kusaidia ikakupush ukapata audience na ikakusaidia wewe kufanya biashara na kujulikana na mambo yako mbalimbali. So I feel like it's a nice thing. Yeah. Ukije afu swali lilikuwa lijaisha akasema ukipata nafasi hiyo utafanya. Nishaambia yes. Mtu akitokea ambaye nitampenda ambaye ana maisha ambayo mimi na admire, of course. Lakini kwa sasa hivi niko kwenye mahusiano, so sifikiri. Lakini ingekuwa sipo, yeah, why not? Nikimpenda mtu na ana akili ambazo mimi naziona kabisa kwamba let's roll baby. Nakupenda Mona, unani-inspire sana, be blessed. Napenda sana watu ambao wananitumia message kwamba ninawa-inspire. Naongea haraka kwa sababu nikiwa naongea Kiswahili naongea haraka sana, so bear with me. Na pia sipendi watu wanaongea taratibu, so I'm trying to talk fast. Yeah, napenda watu wananitumia message kwamba ninawa-inspire. You guys are so sweet and I really appreciate it na nina-enjoy. Kwa kama nina-inspire mtu, sio kazi rahisi kumu-inspire mtu. Kwa hata kama ukiwa na watu wawili unawa-inspire, that's it here. Let's go to the another question. So, nimekuja kukaa nje kwa sababu nasubiri muda wa kuorder dinner. Sasa hivi ni saa 10:40, saa 11:30 wanaanza kuserve dinner. So, natakiwa ni order chakula. Kwa hiyo nimekuja kukaa nje. Napenda story guys. Oh my god. So mtu kasema uwe serious na kupost Mona, you are so good looking. Tunataka tukuangalie. Yeah, thank you guys. Thank you so much. Nitajitahidi niwe na post zaidi. Najaribu kuangalia lugha gani ni bora kwenye masuala ya YouTube yangu. Kwa nitakuwa na mix. Umeelewa ninachomaanisha? Sometimes naongea Kiingereza, sometimes naongea Kiswahili. That's all. Swali lingine mtu kasema, je, urafiki au mahusiano kipi kinauma baada ya kubreak up? Kipi kinauma zaidi kati ya urafiki au shosti au mahusiano? Kila mtu ana experience yake na kila mtu ana feeling na anavyovichukulia vitu na anavyofeel kwenye, unajua ni kuhusiana na feelings zako. Kuna watu wakiachana na wapenzi wao wanaumia zaidi, kuna watu wakiachana na marafiki zao wanaumia zaidi. So ina depends na mtu ambaye una date naye na vitu gani ambavyo mmesha share, vitu gani unaona kabisa ukiachana na huyu mtu utavi lose. Kwa I think maumivu yanakuja kufuatana na vitu vyote hivyo kwa wakati mmoja. Ukisha calculate kwamba nikiachana na huyu nitapoteza hichi, nikiachana na huyu nitapoteza kitu fulani kwenye moyo wangu. But kuhusiana na experience, watu wengi wanasema urafiki unauma zaidi kwa sababu unajua mahusiano yanakuja yanaondoka, lakini marafiki most of time unakuwa na rafiki for a long time. Kwa hiyo for my experience, kipi kinauma zaidi? I think mimi ni 50-50. Sina ambacho kinauma zaidi ya mwingine. So nikiachana na rafiki yangu, ina depend na wewe rafiki ana umuhimu gani actually for real. Kwa hiyo ina depend na umuhimu wa mtu kwenye maisha yangu. Kwa hiyo kwa nini nataka kunywa maji. Kwa hiyo ina depend na umuhimu wa mtu kwenye maisha yangu. Sijui umenielewa. Ila most of times nahisi kwangu mimi ni 50-50 kwa sababu sijawahi kuwa na marafiki ambao nimeachana na sijawahi. Yaani sijui nisemaje, urafiki wangu mimi nina marafiki wachache sana. Na hata kama ikitokea nilikuwa na rafiki hatupo marafiki tena, ni kwa sababu mimi ndo nimeamua, au yani sijawahi kutokea nikawa na ile serious breakup. Ni maamuzi. So natumaini ikifikia maamuzi, ukishaamua kuachana na mtu, mahusiano au rafiki, ukishaamua kwamba naachana na hivi, hayumi kiivo. Sijui umeelewa, hayumi kiivo. Inauma actually, inauma. Sidanganyi, inauma kwa sababu unakuwa ushamzoea mtu and all that. Lakini the moment ukishaamua kwamba okay, stack tena, nimeshaamua stack tena, no. Lakini ikitokea mmeachana pap, inauma. Lakini ukishaamua, sidhani kama kutakuwa na maumivu kwa sababu unatakiwa muangalie mtu kwenye mahusiano. Umuanalyze, uone je, tuna, au kwenye urafiki. Je, kama vitu for real havipo, nahisi umeaji wake upo, na kwa sababu kuna disappointments za marafiki, za watu ambao wanaangalia. Kwa mfano kama mlikuwa mna mahusiano, mnapostiana
wewe na mwanaume wako, wewe na mwanamke wako watakuwa wanaangalia. Kwa kuna zile disappointment, mna disappoint watu pia ambao walikuwa wanawapenda, au wewe na shoga yako. Yeah, so but at the same time maumivu kwangu mimi ni 50-50. It depends with the person. Ila mahusiano yanauma in general. Ili hapa sijui mnaweza mkaliona. Mtu kaniuliza like unajiona wapi baada ya miaka 3? And then hiyo ni statement ya kwanza. Kuna statement ya pili, maswali mawili kwa wakati mmoja. So mtu kaniuliza najiona wapi baada ya miaka 3. Always step forward. Kwa hiyo siwezi nikasema ninajiona wapi baada ya miaka 3. Ila unatakiwa kujua kwamba kila siku nitakuwa sio kama nilivyokuwa leo. So every day nita elevate, nitaenda sehemu fulani. Sitaki kujaji kwa sababu Mungu ndo anajua nitakuwa wapi baada ya miaka 3, nitafanya nini baada ya miaka 3. Ila nina vision ambayo nimeshaiwekea, nataka kuwa nani baada ya miaka 3, ila siwezi nikaisema hapa mitandaoni, but jua kwamba najiona sehemu nzuri yenye yenye amani, furaha na afya tele. That's all kuhusiana na maisha. Unatakiwa ujiwish kuwa na amani ya moyo, furaha, hela nyingi, na afya na uhai. So ni vitu muhimu sana. So kwa hiyo siwezi nikasema, ila najua Mungu ameniandikia sehemu nzuri na maisha mazuri na familia nzuri na kila mtu around me. Na ndio maana kama nilikuwa naombaga Mungu aondoe watu wote ambao sio sahihi kwangu, kwa sababu I love my people. Yani napenda watu wangu sana, yani kutoka moyoni 100%. Kwa hiyo nikiona kitu kiko sahihi, mtu yupo sahihi, naambia Mungu please, kama sio wangu naomba uondoe. Mtu ameondoka. Kwa hiyo najiona nikiwa katika sehemu nzuri na vitu vizuri, na nakuombea wewe pia uwe katika sehemu nzuri na watu wazuri na kila kitu kizuri. Je, ninaamini kwenye swala la kusamehe na kusahau, au kusamehe ila sisahau? Unajua wale mtu anakuambia nimekusamehe ila sitosahau, mwingine anakuambia nimekusamehe na nimesahau. So upande wangu mimi ninaamini kwenye kusamehe na kusahau, kwa sababu sina sababu kwa nini kusamehe afu nisisahau, sababu maisha yana mambo mengi. Kwa hiyo nikishaamua mimi kutoka moyo wangu kwamba nimekusamehe, just jua nimesahau. Yani sio kama unajua binadamu tuna ile something kwamba kuna muda utakumbuka, lakini sio kama ni kitu ambacho yani kwamba kila nikikuona yani wewe nimekusamehe ila sitosahau. No, nikishasema nimekusamehe. Na maana unaweza ukanikosea kitu, ukishaniomba msamaha ukakili kwamba ulinikosea, we got nasamehe na nasahau. Sina huo muda. Mimi ni mtu wa kutaka kukuonyesha kwamba okay, but at the same time nikisha kusamehe, nikisha sahau, ishapita hiyo. So that's it. Period. Muhimu wa peji za umbea. Wewe, peji za umbea ni muhimu. Zina umuhimu wa mambo mengi. Cha kwanza, zinasaidia kuentertain. Maisha ni mafupi, maisha yana stress. Kwa hiyo hizi peji za umbea ni muhimu. Pili, peji inaweza ikawa umbea lakini mwisho wa siku ile ikakusaidia mtu kujua, kwa sababu watu wengi wanapenda kufuatilia umbea. So na hizi peji za umbea ni muhimu. Nimesema najibu maswali yote leo. Kwa hiyo hizi peji za umbea zina umuhimu wake anyway. Kwa hiyo siwezi nikazijudge. I think like more. Ila ninacho wish kwa mfano kama Tanzania tungekuwa na peji za fashion nyingi zaidi. Umeelewa? Like pages za fashion ambazo zinaweza zika recognize stylist girl, like really perfect and nice stylist girl ambao wanajitahidi kuwa kwenye ulimwengu wa fashion, kwa sababu maisha ni different eras. So kulikuwa kuna era fulani ambayo ishapita, sasa hivi kuna era ambayo sisi ndo umri wetu ndo era hiyo. Kwa kuna wasichana they are really doing great job kwenye mambo ya fashion. So nice kama kungekuwa na more pages za fashion like Nigeria, like another country. Unajua wao wanapostiana sana, wanaenuana sana, wanatagiana sana. Lakini nice Tanzania ni kitu ambacho tuko a little bit slow like kwenye hiyo point. Zipo pages za fashion nazijua, and kuna baadhi za page wameshaniposti, wameshapost marafiki zangu, so I really understand and I like it. Lakini kuna bado tunahitaji uamko wa watu kufikiria kufungua page za fashion and ili kuweza kutupush wa Tanzania wote ambao wanapenda fashion. Umeelewa ninachomaanisha? So yeah,
That's it. Alafu kwenye ile swala kuna mtu kwenye ile swala ambalo mtu aliniuliza akasema ile utajiona wapi baada ya miaka 3, alafu akasema take yako, what's your take on a Tanzania fashion? We are trying. It's not like we are still there, but we are still trying. Kwa sababu swala la fashion ni art, umeelewa? Kwa to the moment whereby tukawa na watu ambao wako different categories, that's how I can say we are really doing fashion. Kwa sababu watu wengi wanafanya similar thing, like we are all moving as the same people. Kwa hiyo we are trying and we have a very good, tuna madesigner wazuri Tanzania, na tuna sehemu nzuri, tuna maphotographer wazuri, so we are there. Huwezi kulinganisha na nchi zingine. Kuna nchi zingine hata hawajui maana ya fashion. Kwa Tanzania we are good. We are good. Ila tunahitaji kuwa better. Umeelewa nachomaanisha? Sasa kwa madesigner wetu ambao wapo ndani ya Tanzania, ili tuweze kununua vitu Tanzania, tuweze kufanya nini, kwa tunahitaji kuwa better. So, and anyway, we will be better one day. Tutakuwa better siku moja. So, it's not a bad thing. Kwa hiyo, swali lingine. Nahisi ni kitu gani ambacho watu wataweza kumisunderstand? Kuishi maisha mazuri na kudanga. Like, hivi vitu kuna miscommunication, I don't know, kuhusiana na vitu vile. Unaweza ukaishi maisha mazuri na usiwe mdangaji. Sijui umenielewa? Na unaweza ukawa mdangaji na pia usiishi maisha mazuri. Kwa nahisi vitu vingi watu waga wanashindwa kuvichanganya. Mtu akiona unaishi maisha lavish, amesha conclude 1 2 3 4. No. Nahisi watu wanatakiwa waweze kuelewa kwamba there is a difference between hivi vitu. Umeelewa? But anyway, who cares? Maisha mafupi, hamna mtu anajali, na mimi huaga sijali, na naambiaga hata watu wangu pia wasijali, so everybody should not give it. Sister Mona, ulivotuma container la vitu vya nyumba yako je, ulituma full container au ulituma nusu? Okay, nilivyokuwa nimetuma vitu vyangu Tanzania vya nyumba yangu, sikutuma 40 feet full. Umeelewa? Vitu vyangu vilikuwa 20 feet, like nikisema tu mnanielewa, container dogo ile full na nusu. Kwa hiyo lazimika ichukuliwe container kubwa la 40 feet. Umeelewa ninachomaanisha? Kwa hiyo kulikuwa na bidhaa zangu na bidhaa kidogo za mtu mwingine. Kwa hiyo kwa hiyo kwa sababu vitu vingi ni vitu vyote vya nyumba, milango, madirisha, vikombe, vijiko, kila kitu nilinunua huko, ambavyo it's either ni good idea or bad idea. Good idea ni kwa sababu nilipokuja Tanzania sikukuta vitu vingi ambavyo mimi navipenda. So ukishanunua vitu vyako mwenyewe kutoka China, unachagua kitu gani, unapata kila kitu ambacho unakipenda kuhusiana na nyumba yako. Kwa mimi vitu vyangu visingepotea, baadhi ya vitu vyangu visingepotea, ningeonyesha kila kitu. Ila nitatuma tena nilishawaambia. So upande wangu mimi nahisi ni maamuzi yako. Ila kwenye swala la usafiri ndo utabidi utumie extra money, kwa sababu nilitumia milioni kama jamani, kuanzia na vitoa vitu kuvipeleka go down ni kama milioni kama 60. Milioni 60 usafirishaji tu wa vitu. So ni hela nyingi. Ni hela nyingi. 60 na actually 60 nimeikadiria tu faster kwa sababu siwezi nikaambia bei zote, ila ni kuanzia 60 kwenda juu. Kuvisafirisha tu vitu kuvileta Bongo. Hiyo ni hela ya usafiri tu. So and that's okay. That's okay kwa sababu ni vitu vyote vya ndani. Umeelewa? So you can do it. Naomba utupe budget. Shilingi ngapi umetumia kujenga nyumba yako? Kwani swala la nyumba mbona linakuwa na maswali mengi sana? Siwezi nikasema shilingi ngapi guys, lakini ni hela nyingi. Ni hela nyingi kiasi kwamba sikufikiria nitatumia hela nyingi kiasi kile kwenye kujenga nyumba, kwa sababu nyumba ina mambo mengi, na pia nyumba ina design tofauti kufuatana na quality unayoitaka. Kuna mtu anaweza kajenga nyumba vyumba 8 akatumia milioni 100. Mwingine akajenga nyumba vyumba 8 akatumia milioni 500. Kwa hiyo inategemeana na materials. Ujengaji wa nyumba ni kufuatana na materials na furnitures na kila kitu. Ambavyo mwingine akajenga nyumba milioni 8 akatumia bilioni 2. Umeelewa? Kwa hiyo inategemeana na grades.
Kwa hiyo nilitumia hela nyingi sana. Guys, siwezi kuongea swala, najisikia emotions. Ni hela nyingi, ila usikate tamaa. Utajenga pia, utajenga. Kwa sababu nilipoanza kujenga nyumba ndo nilianza kuelewa kwamba wow, hata kama nikimwona mtu anajenga nyumba vyumba viwili nitamheshimu, kwa sababu guys, sio kitu rahisi kabisa. Stress, yani kuna muda hela weka pembeni, swala la hela weka pembeni, stress. Na sasa ukiwa una kitu, labda unataka kitu fulani alafu kinaenda kitu fulani, oh my god, you feel like crying. But anyway, thanks for my mom. Alisimama na mimi kwenye swala la wote la ujenzi, alinisaidia kusimamia. Niliporudi Tanzania nilikuwa very shocked kwa sababu aliweza kufanya kile nilichokuwa ninaagiza and perfect. Sijaiposti nyumba as a full house tour kwa sababu sababu mbili. Sababu ya kwanza nilikuwa sina muda. Nimetumia mwezi mzima kuarrange kila kitu kwenye ile nyumba na nilikuwa sina muda. Kwa hiyo nikaondoka fasta. Sababu ya pili, kuna baadhi ya mabox yangu nilishaambia watu wangu wa Instagram na Snapchat yalikuwa yamepotea, ambayo yalikuwa na taa, yalikuwa yana jiko langu simuona nilivyoliweka. Jiko halijakamilika lile, waliforce tu kulifanya likamilike, but kuna baadhi ya boxes ambao pia nilikuwa sijaziona. Na pia kulikuwa kuna marbles, kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vimeshapotea. So kwa sababu ya vita, ile kipindi cha uchaguzi, kipindi machafuko. So and labda na China hapa go down, rais wa China labda walisahau kupakia kwenye container. A lot of stuff, guys. A lot of stuff happened. Lakini thank God sina hiyo mindset ya kujivictimize. Kwa hiyo kile kitu kilichopotea kitarudi tena. Kwa hiyo sababu ya pili. Sababu ya tatu ni kwa ajili ya nilikuwa niko on rush, ila narudi mwaka huu katikati hivi. Kwa nitafanya house tour. Afu nitafuta ile picha yangu nilipost Instagram, afu nitafanya house tour. So stay tuned with me. Mkae na mimi nitafanya house tour. Mona, shingapi ulinunua your Birkin bag? Jamani, watu mnataka mjue shingapi nilinunua lile bag. Nilinunua kwa shilingi $20,000 ambao ni kama milioni 55 hivi ya Kitanzania. Na ni kwa sababu ya ukienda kununua kwenye duka la Hermes ni bei inakuwa ndogo zaidi, labda unaweza kupata kwa $15,000 au $12,000 au 13, umeelewa? Lakini ukinunua kwa personal shoppers au kwa resellers bei inakuwa juu kidogo, na pia inategemeana na wapo menua. Kuna second hand ambazo zinakuwa cheap zaidi, kama unaweza kupata kwa $900, kwa $9,000 au kwa dola, ambayo bagi inakuwa sio kama mpya, inakuwa tayari ina scratch, labda inakuwa chafu, inakuwa yani watu wameshatumia, na inategemeana na ngozi nimewambia. Kwa hiyo mimi ni Togo leather and nilinunua kwa $20,000 and yeah, naipenda begi langu sana, ni begi langu la gharama. I like it. Na nataka kuwa nazo karibia hata 4, 5, hata 20. Inategemea tu na wakati na priorities. Kwa sasa hivi naweza nikanunua nyingine, lakini kuna mambo ninayofanya, so nimeinvest kwenye kitu kingine kwa sababu okay, kuna mtu aliona simu yake akaniuliza why Birkin? Kwa nini usitumie hiyo hela kufanya kitu kingine? Okay, nimenunua hiyo bagi kwa sababu cha kwanza ina lift up your look as a lady. Okay, mtu anaweza kuna fake. Okay, zipo fake nazijua, lakini sitaki fake. Kuna utofauti kati ya fake Birkin na original Birkin. Kuna utofauti. Ukizishika, labda ukiziangalia kwa mbali unaweza usijue, lakini ukizigusa. Na kwa nini vae fake kuprove kwa watu kwamba nina kitu? No. Nikiwa sina nitasubiri wakati wangu mpaka nitapata. Sina sababu yoyote ya kuvaa fake. Yaani hiyo ni mentality ambayo ninayo. Kama sina nitasubiri, nikipata nitavaa. Sina muda wa kuvaa vitu fake kuprove kwamba ninavaa vitu original, no, au niko kwenye no. Lakini kuna watu wengine wanavaa fake na hizi sio kwa sababu wanataka kuprove, ni kwa sababu tu wanataka kuminimize hela zao, kwamba
wanataka kufanya vitu vingine wakatumia kwenye mambo mengine alafu wakaendelea kufanya fake design, and that's good for you, but for me I want that original. Nataka kile original, nataka vitu vizuri, nataka original na spend vitu fake, kwa sababu hata watu fake tu wananikela. Kwa nini nivae vitu fake? I will wait, nitasubiri wakati wangu ukifika nitavaa original. Simple. Yani maswali mengi ni watu wanataka kujua really bei ya vitu ambavyo wasichana tunavaa au tunanunua. Mtu anakuuliza saa yako umenunua shilingi ngapi, Van Cleef yako umenunua shilingi ngapi? Haya, ngoja niwatajie kwa yuan. Hapa Van Cleef. Actually napenda kuwatajia watu bei kwa sababu wasichana wengi wanapenda sana kujua bei, wengine hawawezi kujua bei ya vitu. Kwa hiyo kila anayetaja bei anataka kuflex. Kuna watu wengine wanasaidia watu wengine, kwa mfano unataka zawadi na labda unataka kumwambia labda mtu akununulie zawadi. Kwa hiyo ukishajua bei ni rahisi wewe kuweza kuongea na mtu ukamtajia zawadi. Umeelewa? Lakini usipojua watu wanaweza wakakudanganya, okay? So kwa mfano Van Cleef inauzwa na elfu 40 ambayo elfu 40 ni shilingi ngapi ya Tanzania? Ngoja ni wa Google 40 yuan inauzwa ni shilingi ngapi ya Kitanzania? Ngoja nimeandika vibaya. My gosh. Kwa ni shilingi hii hapa ni milioni 15 point something each bracelet ni milioni hii bracelet ni milioni 15 ya Kitanzania. Alafu hapa ni Hermes inauzwa yuani 7,000 na sikumbuki actually ni 7,000 ngapi ya Kichina, 7,000 labda na 200, ngoja tukisie, labda 7,900 7,200 ambayo ni milioni 2,800,000, milioni 2 kama na 7,000 au 800,000. Hii hapa afu hapa ni nishawatajia imeoneka 15. And then saa yangu Iza ni Rolex Mother of Pearl. Hii unaiona huu mzunguko the deal, right? Ni Mother of Pearl ambayo ni unique, ni stone kama hii hapa. Sio zile normal, ni kama hii hapa. So the price ina diamond, ina gold and stainless steel. So bei yake pia nimenunua shilingi ngoja niandikie kwa Kiswahili, kwa Kichina kwenda kwa Kiswahili 160. Nitaja bei, mamangu akiwa anaziona hizi bei atakuwa anasema mtoto unataka unipasue kichwa for real. 160, yeah. Okay, nimeagiza pasta. Unajua mimi napenda tambi, so nimeagiza hizi hapa. Zinanukia vizuri. This is creamy. Motivation yangu kwenye maisha. Motivation quote yangu kwenye maisha ni kwamba bado kuna vitu vingi vya kujaribu. Ambavyo vitakufanya utakuwa surprise. Kwa kwenye maisha hakuna siku utasema huu ndo mwisho wangu wa kuwa surprised. Kuna vitu vingi ambavyo vitakusurprise kwenye maisha. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo unatakiwa focus navyo, kwa sababu unavyo move jua kabisa kwamba kuna vitu vingi vinanisubiri ambavyo vitani surprise. Unaishi mara moja, you only live once, you know. Kwa hiyo ishi maisha yako, fanya unavyofanya, kuwa unavyokuwa, usijali kuhusiana na watu, kwa sababu unaishi mara hiyo. Ukianguka hapa leo hakuna mtu atajali kama ulikuwa unapumua leo. Umeelewa? Kwa tumeshaishi, tumeshaona vitu vishatokea. Kwa hiyo unaishi mara moja, ishi maisha yako, usijali mtu mwingine yoyote, kwa sababu hii dunia wote tunapita, na anaweza akaanza huyo unayemjali, unayejali kwamba anakuangalia, anaweza akaanza yeye ukaanza wewe. So jitahidi kuishi maisha yako wewe kama wewe, okay? That's it. Hela usizotumia sio hela zako. Nyama nyingine, hela usizotumia sio hela zako. Huo ni msemo wangu wa miaka yote. Kama unabania hela na utumii, ile hela sio yako. Lazima uitumie hela. Kwa hiyo ukitaka utumie hela, unahisi kwamba unabania, hela usiotumia sio yako. Period. Jamani, maswali ni mengi, muda mchache. Kwa hiyo ya swali lingine je, mnahisi mtu akiwa anaongea huko anakuwa ni tabia mbaya au ni kawaida? Kwa sababu I think it's normal, it's natural and very normal kuliko kuwa very serious. Kila mtu anakula duniani, so
Umkate umekaa kama bumunda. Umkate umekaa kama ushawahi kuishi Mbeya. Yes, unajua mabumunda. Umkate umekaa kama bumunda. Ila una taste different. Sio mgumu sana, but yeah, it's different. Kaniuliza, mbona wewe kabila gani? Okay, mamangu mtu wa Iringa, babangu mtu wa Mbeya. Kwa mshajua mixture yangu hapo imetokeaje. Kwa hiyo, yeah. Tutajie tabia zako mbaya. Tabia zako mbaya 3. Mimi ni mtu wa tit for tat. Mimi ni mtu ambaye napenda Can I have it? Yeah. Yeah, well. Thank you. Yeah. Thank you. So, I have juice now. Kwa hiyo kuna mtu kaniuliza kwamba niwatajie tabia zangu mbaya 3. Tabia zangu mbaya ni tabia mbaya ambazo mimi najua kabisa ni tabia mbaya, okay? Tabia hizi zifuatazo ni tabia zangu mbaya 3. Ya kwanza, mimi ni mtu wa tit for tat. Yani situmii muda, sicheleweshi, sisubiri. Umenifanyia kitu, nafikiria kwa nini unifanyie? Kwa sababu mimi siwezi kukufanyia. So kwa nini umenifanyia? Inamaanisha umenidharau. Kwa kama umenidharau, ngoja nikuonyeshe kwamba hutakiwi kunidharau. Kwa hiyo ni tabia yangu mbaya ya kwanza, tit for tat, ambayo which is not good sometimes. Unajua kuna muda watu wengine wanafanya vitu bila kujua wanachokifanya. So samee, sijui nini mtu kafanya bila kujua. No, unajua unachokifanya. So tit for tat ndio mimi hapa. Tabia yangu nyingine mbaya ambayo ninaijua, yani nahisi ni tabia mbaya, ninachukulia vitu easy. Yani easy. Kwamba kwa mfano mimi nikishaona situation kwamba ingekuwa imenitokea mimi, nisinge react au nisingefanya. Kwa natumaini mtu mwingine naye react hivyo. So hiyo ni tabia mbaya kwa sababu watu wengine wanachukulia vitu very 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 personal. Afu mimi nachukulia vitu very shallow. So I feel like ni tabia mbaya. Tabia yangu mbaya nyingine, sijali. Oh my God, wamewasha taa. Vitu vingi tu sijali. So na tabia yangu mbaya nyingine ni kwamba mambo mengi tunakuwa sijali kiivo, yani siachukuli kiivo. Kwa hiyo I don't care. Kwa hiyo ni tabia mbaya. Okay, ngoja umeniuliza tabia zangu mbaya. Hizi hapa ni tabia zangu nzuri. Tabia zangu nzuri. Kwa hiyo nina mabaya na mazuri. Tabia zangu nzuri, cha kwanza, mimi ni solid. Ni mtu ambaye very solid. Sijui hata ni explain vipi. Kwa hiyo tabia yangu nzuri. Tabia yangu nyingine nzuri, mimi sio mwizi. Sijai kuiba. Na pia mimi sio muongo. Sidanganyi. Kwa nini nidanganye? Kwa sababu hata kama nikikudanganya utanifanya okay, nisipokudanganya utanifanya nini? Kwa mambo mengi huaga na prefer kuongea tu ukweli bila kudanganya. Kwa nini nidanganye? Umeelewa? Kwa hiyo ni tabia yangu nzuri. Actually nina tabia nzuri nyingi kuliko mbaya. But nina tabia mbaya pia. So anyway, everybody ana tabia mbaya. Forget about it. Ni nini umejifunza kwenye maisha yako ambao yani mtu anamaanisha kama nini nimejifunza kwenye maisha yangu ambayo watu wengi wanapitia au wanafanya afu hawajui. Okay. Nimejifunza kitu kimoja kwamba watu wengi sio watu ambao wanajua kuwasiliana, communication, hawana good communication. Kwa mtu tatizo likimtokea, baada ya wasiliane na wewe au aongee na wewe, anakaa chini, ana overthink, anatengeneza picha, ana conclude, anakuangalia, anaunganisha matukio, ana conclude, alafu baada hapo anapata jibu. Alafu anaanza kuwa mtu tofauti. So ni vitu ambavyo watu wengi wana lack communication in this world we are living in. Kwa hiyo nikikutana na mtu anajua kuwa na mawasiliano, mpenzi au rafiki, it's T. Kwa sababu mawasiliano ni kila kitu. So I think many people lack good communication. Umeelewa? Kwa hiyo yeah. Okay. Hiyo kitu kingine
mtu kaniuliza kuhusiana na brand yangu ya Mona Gio, kwamba nina mpango wa kuifanya iwe international au like within Tanzania. No, brand yangu ni international, na ndio maana tunahangaika na websites and all that because it is international brand. And nitaenda ku launch this summer kwa sababu sasa hivi kuna baridi and all that, so I cannot do it, lakini this summer I'm gonna do everything right. Kwa nitaenda kufanya vitu vyote viwe sawa. Kwa stay tuned. Na ni brand sio ya swimming wear only, sio ya swimwear only, ni brand ambayo ya nguo za wanawake kiujumla. Umeelewa? So yeah, hiyo ndo the aim of my brand, but nachukulia very easy, no rush, kwa sababu ni kitu ambacho ni lifetime, ni kitu ambacho maisha yangu yote nitakifanya, so haitaji kurush. Ni bora unafanya kitu, una backup, una learn, una backup, yeah. Na sio kitu ambacho ninakitegemea kwenye upande wa hela, so ndo maana ninatumia my time and yeah, kwa muda huu yani kwa muda huu ambao ninatengeneza my brand, si focus kwenye masuala ya hela that much. Kwa price itakuwa kwenye range fulani, lakini sio kwamba yani my aim ni hela. My aim is kuwa creative na kufanya kitu ambacho ni lifetime. Umeelewa ninachomaanisha? So that is my concept. Ushakumpaga mtu unapenda kuwapa watu zawadi? Yeah, napenda kuwapa zawadi, na mtu anauliza ni zawadi gani ya gharama ushakumpa mtu? Jamani, siwezi kuwatajia, lakini nishakumnunulia boyfriend wangu zawadi moja gharama, ila napenda kuwapa zawadi marafiki zangu, ikiwa birthday yako, ikiwa nini, ukiwa na hasira, ukiwa na njaa, yani kisha gundua ni rafiki yangu au ni boyfriend wangu nini, akununulia zawadi. So napenda zawadi. Zawadi ni njia ya mimi kuonyesha upendo kwa watu wangu wa karibu. Japokuwa mpaka nimnunulie mtu zawadi natakiwa nikusome vizuri, kwa sababu ninapoanza kununulia watu zawadi sitaki kutumiwa. So gonna yeah. That's all, jamani. Swali moja la mwisho. Unachukuliaje kufanya social media? Je, unataka kuwa star zaidi ya ulivyo sasa hivi one day? Jamani, social media is very good thing. Yani social media ni sehemu nzuri sana. Kama naweza nikamshauri mtu atumie ni social media, kwa sababu unaweza kukutana na watu wengi social media, ukatengeneza hela nyingi social media. Na uwe star usiwe star, wewe fanya social media yako. Live na muda mwingine yani document your life. Kwa hiyo being a star on social media inatumia vitu vingi sana. Unaweza watu kwa binadamu tuko wengi sana. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinaweza vikakufanya uwe star au usiwe star, lakini bado ukawa relevant. Kwa ni I feel like I just don't want to be, sitaki kuwa famous, ila nataka kuwa tu na watu sahihi ambao labda nikilaunch my business watanisupport, nikifanya mambo yangu nikiwa niko hivi, yani nahitaji watu sahihi. Sitaki kuwa na watu wengi ambao hawana maana, umeelewa? But social media is a good thing, na ni mtu yote anatakiwa kupost. Sasa umri wetu post. Mimi mara kwanza nimechelewa kupost kwa sababu nilikuwa nimeweka page yangu private. So nimechelewa kupost on social media. Miaka kama 3 nyuma nilikuwa nimeweka private, lakini kama wewe unaniangalia sasa hivi na bado binti mdogo, post it, okay? Yeah. Natumaini mmefurahi na nitaona siku nyingine tena. Usisahau kusubscribe, share and comment YouTube yangu ili tuweze kukutana siku nyingine hapa. Kama nimeongea sana nisamee, but yeah, Kiswahili ni kitamu jamani. Kiswahili ni kitamu. Kwa sababu muda mwingi wanaongea Kiingereza kwa nasahau kuongea Kiswahili. Sisahau, ila nakuwa nakosa watu wa kuongea nao lugha ya Kiswahili. So, ninajisikia vizuri kuongea na nyinyi. Jina langu naitwa Mona Lisa. Usisahau kusubscribe, share and comment. See you next time. Kwa Sister Mona. Bye bye.